na bei za vyakula zikashuka, nje kidogo ya mji wakasema inakuwaje, ndugu zangu inakuwaje, najua kweli tutakufa, tukibakia tutakufa, hata tukienda mjini na njaa imetawala, ila ni bora tuende kwenye kambi ya washauri, tutakufa tu, wakituacha tutaishi jamani. Ngoja wewe. Baba naombea mikono tu hiyo ni wa hela. Asiwepo kurudisha mfukoni. Wewe ni moto ulao. Akirudisha mfukoni haulize maswali kuhusu wewe. Zingine zimekwenda wapi? Amen. Haya. Kama inua hela njoo kwanza chapa. Njoo mtunzi, haina shida. Hii Baba Mungu akubariki sana askofu. Tunakupenda mno. Wewe uko hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Dar es Salaam ni yako. Amen. Watu mnampenda Bethesda jamani. Ongeza makofi kwa ajili ya nyekundu zinazokuja. Safi sana. Safi sana. Ukijikaza huku kijibana, shauri yako tushaomba. Na hii madhabahu nina hakika nayo inajibu kwa sababu tuna shuhuda. Tunakutana nazo mtaani huko, watoto wa madhabahu hii. Tunakutana nao vile wamebarikiwa na Bwana. Na moja ya sifa kubwa ya madhabahu hii, hakuna maskini anayeabudu hapa. Siongeze makofi kwa ajili ya madhabahu hii. Uwezo kawa na kanisa lina carpet, kanisa nzima ukasema kuna maskini anaabudu hapa. Wewe labda sio kwa askofu Makabinga. Wewe yani hata mtu ajaye kanyaga na carpet anaikanyaga. Hapa ni kiboko. Vipi wanakupenda watu Wanakupenda sio mbaya. Amen. Sasa kwa sababu ya muda Betinda najua natamani kuimba nyimbo nyingi. Naomba ule wimbo wa album kwanza. Tushushie wimbo wa album. Wimbo wa album. Naomba tu kama ni kukaa kama ni kusimama ujisikie huru sasa. Betinda karibu na umependeza pia. Amen. Mungu ameondoa, kwa hiyo sema mwisho wangu
Mungu ndo mbabe. Haleluya. Haleluya. Nawapenda sana. Amen mama. Amen. Anayekupenda nakupa hela. Amina. Kabisa. Wewe nakupenda, I love you. Ndio maana kuna tu, I love you too. Hiyo tu inamaanisha ulichokifanya. Sema amen. Sasa mpokeeni fedha jamani, tutazidiwa. Leo ni siku ya hela kwa Bettina. Wewe unapokea fedha sasa hapa imekaa vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na baba yetu askofu, kama unavyomuona ndio huyu Bettina. Sasa kwa wale wageni kama mlikuwa mfahamu ndio huyu, lakini amesema msemaji wa mwisho ni nani jamani? Ni Mungu. Kwenu naomba isomwe risala, na wale walioko nje tuingie msaidie mashemasi, kwa sababu ibada iko ndani na baba yetu askofu yuko ndani. Isomwe risala kwako mheshimiwa mgeni rasmi na wageni walikwa. Baada ya hapo sasa tuhusike na kila ambacho tumekuja nacho. Baada ya hapo waimbaji wamalizie. Tumebaki na watu watatu, tumebaki na Simkonko, tumebaki na mtumishi wa Mungu Zakayo, lakini pia Maxi, tumebaki na kwaya ya wenyeji. Karibu sana msoma risala. Msoma risala, karibu. Na kipindi hiki ni cha utulivu. Kama una sababu ya kusimama basi ni vizuri katulia ili usikilize kile ambacho kimefanya atuite. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Risala ya uzinduzi wa albamu ya Final Say. Mgeni rasmi, viongozi mbalimbali, watumishi wa Mungu, wadau wa muziki wa Injili, marafiki, familia na wageni wote waalikwa, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni Bettina Raphael, mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa muziki wa Injili. Kwa unyenyekevu mkubwa namshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kusimama mbele yenu katika uzinduzi wa albamu yangu mpya kwa jina naitwa Final Say. Kabla ya yote napenda kuwashukuru kwa kuitikia mwaliko huu. Uwepo wenu hapa ni ishara kwamba bado kuna watu wanaoamini katika maono yenye kusudi na ujumbe wenye uwezo wa kugusa maisha ya watu. Albamu hii yenye nyimbo 12 si mkusanyiko wa nyimbo pekee. Ni chombo cha matumaini, faraja na ujenzi wa imani. Ni ushuhuda kwamba katika kila changamoto, kila maumivu na kila vita ya maisha, neno la mwisho si la mwanadamu bali ni la Mungu. Hata hivyo, maono makubwa yanahitaji uwekezaji mkubwa. Ili ujumbe huu uwafikie maelfu na mamilioni ya watu kupitia audio, video, vyombo vya habari na majukwaa mbalimbali kidigitali, leo tuna lengo la kukusanya shilingi milioni 30 kwa ajili ya kuendeleza huduma hii. Kwa hiyo ninapowaalika kushiriki leo, siwaaliki kutoa fedha pekee, na waalika kuwa washirika wa maono. Kila mchango mtakaotoa na uwekezaji katika maisha yatawagusa watu wengi, kubadilishwa na kuinuliwa kupitia kwa Injili. Mungu awabariki sana kwa upendo wenu, imani yenu na moyo wenu wa kuunga mkono maono haya.
Asante kwa kuwa sehemu ya Final Say, risala ya uzinduzi wa album Final Say. Mgeni rasmi, viongozi mbalimbali, watumishi wa Mungu, wadau wa muziki wa Injili, marafiki, familia na wageni wote waalikwa, na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Lakini kabla hujakabidhi risala, Mheshimiwa mgeni rasmi anapoendelea, wako watumishi wa Mungu wamemunga mkono kabla ya tukio hili, wamefanikiwa kumunga mkono kwa milioni 3,064 ambazo tayari hizo zimeshamfikia milioni 3,064. Kwa hiyo kwenye bajeti ya milioni 30 utaona iliyopunguka ni shilingi ngapi. Tunakuamini wewe, ni kamanda, mbingu zimekuamini. Wewe si mtu wa kawaida. Amen. Baada ya hapo sasa, niombe usimame kwa heshima upokee risala. Meza kuu yote tusimame. Karibu uweze kumkabidhi risala. Sisi kazi yetu ni kupiga makofi. Amen. Wow, safi sana. Mungu awabariki, naomba tukae. Baada ya hapo sasa, Betinda atafutiwa sehemu kidogo ya kupumzika. Niwaalike Wisdom na watoto wa nyumbani, mtumishi wa Mungu akiwa anatafakari hii risala. Wisdom, wakati Betinda anatafutiwa sehemu ya kukaa kidogo. Wisdom choir, sisi ni makamana, ni vijana, tufanye haraka. Ni watoto wa hapa. Ninategemea mngekuwa mmeshafika kulingana na muda wetu. Tuwapigie makofi wanapopita mbele. Hawa ni Wisdom Choir, ni watoto wa hapa, wanapatikana hapa chini ya baba mwenye upendo wa kweli. Ukitaka kuamini hivyo, ingia mtandaoni, utaona vile ambavyo waimbaji wanaposti ibada za hapa. Kwa utaona namna baba amehusika kuinua waimbaji wengi sana. Lakini pia niwakumbushe waimbaji, ukiona kuna baba amekushika mkono, basi na wewe abudu kwa kumaanisha hapo. Sema amen. Betinda, ili jiwe ni lako, lakini linawalenga wengine. Wengine watabia kuzindua na kutimua. Sasa na mimi nafikiri wewe sio miongoni mwa wale. Kila nikienda huwa natabia kusema hivyo, madhabahu ikikuamini na wewe iamini. Asante. Karibu mwenyekiti kwa ajili ya kutoa fedha. Shalom. Mwalimu. Hiyo mic haitaki hela, ni shika. Halo. Watu wa Mungu, shalom. Shalom. Sasa nataka tuimbe kwanza. Sawa. Ukibarikiwa na hii kwa wewe ika hapa hela, si ndio? Sawa. Halafu tuzichanganya za kwetu, tuone tumepata milioni au tumepata laki ngapi, si ndio? Nakuamini. Amen. Karibu sana. Hayo maono mzee nimeamini, usiniangushe. Mwisho wa kuimba. Karibu. Na wameongea kwa sababu ni watoto wa nyumbani. Wakiamini baba yupo atawatunza, mama yupo na washirika wapo. Kwa hiyo naamini watawatunza. Fundi mitambo, karibu tuokoe muda. Unajua ukianza kuimba na hujatoa hela, mambo yanakuwa ni mengi. Yaani mambo yanakuwa ni mengi. Ya fedha nayo inaheshimu. Fedha imeagizwa kutufuata sisi. Sasa usipoiambia ninakutoa, inaenda kwenye wimbo, inakorofisha.
Nondokaje? Tuende kuimba akapela. Yesu aliweta. Moja mbili twende. Yesu atuita kwa sauti ya upole. Yesu akuita kwa sauti. Kuna moja nacheuka nikimgundua. Sauti ya upole. Asante kwa sababu ya muda, karibu mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tumepata 124,000. Wow. Hata kusaidia mshauri. Maana tujui sawa japo mwana wa Adamu. Tuelewe, nazo kanazo. Kana kudaiana mbinguni. Na sisi tunamchangia 1,000,000. Kwa hiyo tunakuwa na 2,024. Amen. Sasa mwalimu, kuna habari njema, sema habari njema. Habari njema. Unajua bwana, ukifanya vizuri, MC unadondosha hauna mpaka ukana na MC. Yesu wewe. Umesahau kama mimi mua. Leta na 200. Hii sio mimi nimedondosha. Wewe tu Yesu, malaika amewashushia 200. Sikia. Ukifanya vizuri ndio unapewa tuzo. Yes. Wapigie makofi. Sasa mmefanya vizuri. Ndio. Sema tumefanya vizuri. Tumefanya vizuri. Mama ponga mkono popote ulipo. Amen. Amesemaje? Kuna zawadi yenu. Hajaniambia ni nini. Kwa kama ni Big G, issue ni kwamba ni zawadi. Sasa hapa tunatoka na wimbo. Zawadi haiwezi kuja bila wimbo. Kwa mama ni sasa hivi au akitoka? Sasa hivi weka wimbo. Niombe anayepokea fedha hii roho ya Yuda, kama yalivamia. Sivamiwe mtumishi wa Mungu. Najitenga nayo. Amen. Safi. Waandishi ni 2,024,200. 2,024,200. Wale mnaotunza kumbukumbu. Tuanakaraka watumishi. Kumbuka tupo kwa ajili ya uzinduzi, kwa hiyo sio shughuli yetu. Twende haraka haraka. Wakianza tuma basi zawadi ije ili tufanye kile kilichotuleta. Asante DJ. Sio siku yao. Siku yao inakuja. Amen. Sasa tulieni sasa. Mimi nimepewa zawadi. Ikitokea nimesema Bwana asema, asiseme. Shinde kabisa huyo Bwana. Jamani, mama amewapa $100. Tupige makofi na vigelegele. Amewapatia zawadi ya $100. Sasa mama, hii inaingia kwenye mfuko au wanagawana? Hii yako. Subiri sasa, mimi ndo naongoza. Wewe sio uliotoa zawadi. Ngoja. Wanagawana au inaingia kwenye mfuko wa kwaya? Wagawane tu. Sasa sema wale ambao walitoa uzuru wiki hii hawana chao. Mwenyekiti, naomba tukubaliane. Mwalimu ambaye hajaimba hapa chake hakimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. $200,000 gawanya 12. Hesabu ya haraka. Date na wewe ulihudhuria mazoezi? Safi. $200,000 gawanya kwa 13. Ni shilingi ngapi? $250,000 gawanya kwa 13. Ni shilingi ngapi kila mtu? Gawanyeni basi. Gawanya. Hivi ndio nyewe kusoma kama mimi. Haraka haraka. Shilingi ngapi?
Kuna mwingine anasema eti 400,000 jamani. Shika mwalimu. 20. Sasa usipopewa 20, nenda kwa baba mwambie mimi nimezulumiwa. Nendeni na mali ya Bwana. Nena kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunajulikana kama The Wisdom Choir kwenye mitandao ya kijamii, The Wisdom Choir, TikTok, YouTube. Tembelea akaunti zetu, share, comment na wengine wapate. Mungu atakubariki. Asante. Piga magoti. Wewe na umejipanga kama send off. Karibu Bettina, kwa muda. Amen. Shika sasa hizo kwa sababu anaweka wakfu ni wewe na huduma yako. Wengine tuinue mikono tunyoshe huko mbele. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, unayetoa vipawa, unayetoa karama kwa ajili ya watu wako. Tunalibariki na kulihimidi na kuliinua jina lako. Kwa kuwa Mungu imekupendeza siku kama hii ya leo kwa ajili ya binti yetu huyu ambaye Mungu ameamua kukutumikia wewe. Tazama Mungu, kazi na huduma hii ambayo umempa Mungu ameiweka katika flashi ili iweze kuwafikia maelfu ya watu. Tunaiweka wakfu sasa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ili Mungu kila atakayesikiliza akapone, akafunguliwe, akakujue wewe Mungu wa pekee, katika jina la Yesu Kristo Mungu hai. Tunaomba Mungu kila atakayesikia, amesikia kwa jirani, basi Mungu kupitia wimbo huu ukampe faraja, ukampe matumaini mapya, ukampe Mungu nguvu na ukampe neema ya urejesho ya kukukimbilia wewe, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi naomba nizipokee mkiwa wamesimama hapo. Niombe Bettina sasa usimame. Na kabla mchungaji hajatuletea mgeni rasmi, niombe sasa wale wanaotokea Kariakoo, marafiki zake na Bettina wanaotokea Kariakoo, niwaombe tusimame tuje hapa ambapo Bettina yupo. Wale marafiki zake wa Kariakoo, niombe tuje hapa haraka. Wale marafiki zake na Bettina wa Kariakoo, wapigie makofi. Naomba tufanye haraka, nyie ni watu wa muhimu sana. Ubarikiwe mama. Simama tu, angalia huku mbele. Sasa umevaa vizuri. Wote karibuni. Kundi la kwanza ni hilo. Kundi la pili, kuna wale wageni maalum ambao tulipewa kadi. Niombe tusimame. Niombe tusimame tuje hapa mbele ambapo baba yetu askofu yupo. Hilo kundi la pili. Kundi la tatu ni yeyote waliotoka Mbeya, karibu hapa mbele. Wale ambao tumetoka Mbeya, karibuni hapo mbele. Tufanye haraka kumsalimisha askofu, japo ni kijana, sio jambo la hekima. Lakini sasa kwa sababu yeye anatamani mtoto wake afanikiwe, anafahamu ninachofanya. Baada ya kundi la Mbeya, kuna yule ambaye amesema nimekuja hapa lakini na chochote mkononi, naomba upite mbele pia. Kwamba nimekuja hapa kwa ajili, hata kama ni 10,000 yangu, hata kama ni 5,000 yangu, nimekuja kwa ajili ya kufanya jambo hili. Naomba upite. Hatuna nafasi nyingine, karibu hapa mbele. Ubarikiwe mama, Mungu akubariki. Kwa ufupi, wale wote ambao tumekusudia kununua flash kufanyaje, naomba tuje mbele. Wow. Mungu awabariki sana. Jamani, hivi kweli hata makofi. Wow jamani. Hii ni neema kubwa sana. Tuwapigie makofi. Amen. Baada ya maneno hayo sasa ni kuombe baba yetu askofu, kwa heshima yako unikaribishie mgeni rasmi, na kwa sababu sasa yeye ni msomi, ninaamini hata kuwa na mambo mengi zaidi ya kujikita kwenye milioni 30. Amen. Kwa sababu yeye mwenyewe anaona muda umeenda na kesho ni siku ya kazi.
Karibu uweze kumkaribisha atukatie utepe kwa kile ambacho amekusudia kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alivyosema MC, twende na muda. Sasa napenda kumkaribisha mgeni wetu rasmi Apostle John Segalala. Wow. Aje hapa mbele kukatia utepe. Ongeza makofi wakati anapita. Jamani, situpige makofi. Baba huyo. Wow. Asante. Baba karibu, ampatie maiki na kwa heshima yake lazima tusalimie. Kwanza ni Apostle. Mimi nimefurahi kukuona kwa sababu tunakusikia. Kwa kukuona live hivi hapo ni muujiza. Kwa hiyo karibu. Lakini pili, mimi ni shuhuda wa mahubiri yako kwamba Yesu anabariki. Na kwa sababu mimi ni shuhuda kwamba Yesu anabariki, tunaamini miongoni waliobarikiwa na wao wamebarikiwa. Leo tunaenda kwa mifano. Kwamba jamani, wao wanawaambia Yesu anabariki, lakini mimi wa kwanza nimebarikiwa. Kujua nimebarikiwa, ninatoa hiki. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Kwanza kabisa, first of all, nishukuru Mungu. I thank God. Na niseme kwamba hongereni I say congratulations Bettina. Congratulations to you. Hongera sana kwako. Bettina amekuwa mmoja wa binti wa baraka sana. Bettina, she's been one of the wonderful ladies kwa kupenda kumtumikia Mungu. for loving serving God. Hata akitutembelea kule Kigamboni, Even when she's visiting us there in Kigamboni, anaimba na nguvu zake zote. I've been singing her. She sings with all her heart. Bettina akina anachokifanya She anakipenda. loves so much whatever that she's doing, Na utakwenda mbali. and you're going to go far. Kama una roho ya uchawi, piga makofi. If you don't Nimeheshimiwa sana I've been honored so much na pacha langu huyo in hapa. my twin here, Mtume Bishop James Apostle Mwakibinga Bishop Mwakibinga, kunifanya kuwa mgeni rasmi. making me to be the guest of honor. Na nimefurahi sana kumwona MC. And I'm also glad to see the MC. MC, tuwashukuru Mungu aliyekuita. Also, we thank God, the God who called you. Usingekuwa kwenye mambo ya Mungu, nafikiri ungekuwa If it was not on the things of God, mwanasheria mzuri you sana. could be maybe a wonderful lawyer. Yaani anaweza kuhukumu kabla You hujanani. can even judge even before you defend yourself. Lakini tumpigie makofi mazuri Let us sana. clap for Hii ni heshima kubwa kuwa mgeni him. rasmi. This is a great honor to become a guest of honor. Kuna Bettina na marafiki wengi sana. Bettina, she has many friends. Lakini tulikuwa tuwe hapa. We are supposed to be here. Pastor Peter Mwaiteleke kutoka Canada. Pastor Peter Mwaiteleke from Canada. Lakini ndege yake ikachelewa. But his flight was delayed. Ikabadilishwa. And it was changed. Lakini naye atawakilisha. But even him is going to be represented here. Akifika wiki ijayo He's atawakilisha going to support come yake. next week. He's going to be also bringing his support. Sasa hapa MC nianze wapi? MC, where should I begin? Anzia hapo kwenye kutoa fedha. Sasa Tuongeze makofi wakati baba anaendelea kuongea. Tunaye kamanda mwingine amefika. Amen. Unafikia mbele tu karibu na watumishi wenzako. karibu hapa Pastor Baraka. Amen. Pastor Baraka karibu. Yaani MC ameniweka kwenye kamba, njoo niokoe. Amen. Amina. Naomba nizindue albamu hii. Ndio. Imeshabarikiwa na watumishi wa Mungu. Amen. Naomba niizindue kwa milioni 1. Weka makofi. Haya wewe hivi. Meshaki. Watu wanajua milioni 1 kweli. Milioni 1 wanaijua. Ukitaka kujua
milioni moja, njoo nipe milioni moja sasa hivi. Ndio utaelewa milioni moja ilivyo kubwa. Sema amen. Sasa inua mikono juu. Pigia makofi Yesu kwa milioni moja. Amen. Betina, upokee mama. Okay. Ngoja baba picha, sio na haraka. Sio na haraka. Picha baba. Instagram tunakuona. YouTube tunakuona. Hivi na wapi na Facebook eh? Na mix bias mix ni mtandao. Karibu. Amina. Sasa Unaruhusiwa kukata sasa hapo. kwa mfumo wa Unatukatia tu utepe huo, alafu unatuambia ndani kuna nini. okay. Baba. Sawa hivi. Tupige makofi jamani. Wow. Sasa unatuchukulia kilichomo, sio kama kuna nyoka tujue. Kama ni nini tuchukulia tu kilichomo, umekutana na nini humo? Kuna mambo mazuri. Sawa. Mazuri sana. Sawa. Ongeza makofi kwa ajili ya Frashi. Sawa. Asante sana. Kuna kitu kimeandikwa hapo, tusomee baba. Sababu tunakusoma kwa sababu ni mdomo mgeni rasmi. Kumeandikwa hapa Betina Rafael. Wow. Hivyo tu? Hivyo tu. Sawa. Baada ya hapo sasa, Ndio. kwa mamlaka niliyo nayo toka mbinguni, duniani, mbinguni, mimi ni mmiliki duniani, mbinguni mara 100. Duniani mara 100, mbinguni uzima wa milele. Safi. Nilikuwa nimepitisha maandiko. Sasa hiyo najua una kanisa lakini una marafiki. Watangulia wenzako kuinunua. Ile ilikuwa sasa ni heshima ya ugeni rasmi. Hii sasa ni tunanunua Frashi ikalie kwenye gari. Unawatangulia sasa wageni maalum. Unainunua kwa shilingi ngapi? Achana milioni moja sasa, ile ni dalili ya mvua. Unanielewa? Afadhali kumenielewa. Hii hapa nitainunua kwa 500,000. Wakakofi. Ila watu wa hili kanisa, mbona mlikuwa mnapigana makofi nyie? Weka kidogo. Simama tu. Asante. Baada ya hapo mpe rafiki yako Pastor Baraka naye kwa Frashi nyingine. Mpe maiki aseme nini kifupi tu, tunafahamu ni Pastor Baraka. Pastor Baraka, tufahamu hela ni shilingi ngapi? Kwa ajili ya kuiombea. Kwa ajili ya kutoa fedha. Unainunua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Na jambo hili ni la baraka kabisa. Amen. Naomba na mimi tamunga mkono binti yetu. Safi. Yuko vizuri na Mungu anampenda. Amen. Na namna ambavyo anampenda Mungu lazima tuwe nyuma yake. Amen. 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 Kwa sababu askofu wangu amesema 1.5. Mshindo. Betina, utanipa namba za simu za yule jamaa. Amen. Sasa mtoto wa nyoka Ni nyoka. Kama sio milioni 4. basi kama Twende baba. kuna mtu anaitwa Meshaki yuko wapi? Meshaki Yegayega au mwingine? Meshaki producer au Yegayega? Yenga. Yegayega unaitwa baba? Aha. Nilijiandaa kuja kununua hiyo Frashi. Sawa. Maadamu hata serikali inadaiwa. Kilichopo nanunua Frashi, kitakachobaki nitapambana na Betina. Amen. Mpaka ufungue. Amen. Wanadamu hawezi badilika, Nimehesabu nimechoka. Ni wastani wa 200,000 kama na nusu 300,000. 300,000.
300,000. Unajua sasa watu kishika hela tunajua uzito huu ni wa 200,000 kwenda 300,000. Asante. Tupigie makofi. Itakaobaki Betida najua. Kanisa atakulipa kwa instrument. Asante. Baba, Mungu akubariki. Amina. Nilichopenda marafiki wa baba yetu hawa wana fedha. Sema amen. Mimi ni MC na mtanaga na vitu jamani. Na mtanaga huko kuna mchungaji anakuja anasema mimi nilishamwombea toka jana nilikuwa kwenye maombi. Wakati tunahitaji hela. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa baba mwingine anayefuata kwa heshima ni baba mwenye nyumba ili akakae. Oh, karibu. Baba karibu. Twende haraka sasa, utambulisho usizidi sana kwa sababu ya muda. Twende tu kwenye utambulisho wa fedha kiasi kile kinachotakiwa. 50,000. Wow, safi sana. Twende kwa baba. Mtanunua kwa shilingi. Samani kuna mpako wa mafuta yuko nyuma hapa. Ndio. Ana ujumbe anaotaka kuwakilisha. Safi. Karibu baba kwa mama kwa ujumbe. Umetoka Ikulu ya mbinguni. Safi. Karibu mama kwa ujumbe mzito. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Yaani ni binti yangu anajua, anaelewa. Amen. Baba ameniwakilisha, amesema nimwambie anampenda Mungu. Amen. Baba amenituma. Ndio. Amen. Amekutuma nini mama? Nakukabidhi. Sawa. Uzito. Baba ni 300,000. Ni hesabu. Wanisaidia kwa hesabu nani? Tumeshukuru. Asante. Tuendelee. Alikuwa anaongea baba. Alikuwa anaongea mchungaji. Amesema shilingi ngapi? 3,200,000. Wow, sawa sana. Shilingi 200,000. Ninaamini hizo sio ahadi, ni pesa ambazo zinaongea. Wote hapo zinaongea. Hizi ni ambazo zinaongea. Isipokuwa wale wanaoshika hela basi utakuwa ukienda kukaa unamfuata na kupatia fedha basi na tukakae tusiende kusumbua kusimama. Kwa sababu tumeshatoa baki tu mgeni rasmi. Kazi yako bado ni kubosi kama ana baba. Amen. Endelea kubaki. Upako wako ni mzuri. Upako wa kesho. Twende sasa kwa baba naye, baba mwenye nyumba. 300,000. Ongeza makofi kwa shilingi 300,000. Asante. Na mimi nakishakaa basi utaratibu upo na kama hapo ofisi iko mbali. Karibu hapo kae. Amen. Au kuna mwingine walikutumia? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Safi. Hapa kanisani watoto wangu wote ni waimbaji. Wow. Ukitoka hili usioka ukaitwa tena kuna mwingine. Amen. Utakuja baba. Yaani hapa mimi watoto wangu wote ni nini? Waimbaji. Waimbaji. Kufika Disemba tutazindua mpaka tuchoke. Safi. Na pili sitakuwa na muda wa kuongea. Amen. Karibu baba. Nalipenda sana kanisa letu. Amen. Niwaambie kanisa hili ukiliona utashangaa kwa macho, lakini kwa matendo ni nzito. Alafu nashukuru Mungu kwa wachungaji. Wow. Mama wote ambao wamekuja hapa, Mungu akubariki. Mama Pastor Emmanuel, huyu mama aliyekuja hapa, ni timu ya wachungaji wote marafiki. Amen. Ni marafiki. Kama alivyosema MC, na wafundishaga watoto wangu, ukitaka kuinuka kaa na aliyeinuka. Ukitaka kufanikiwa kaa na aliyefanikiwa. Ukitaka kuinuka kaa na aliyeinuliwa. Usikae kwenye misingi na tabia mbovu ya kusema aliye juu msubiri chini, utasubiri sana. Mfuate juu, pambane huko huko. Usiombee mtu ashuke, hata shuka. We pambana ufike pa, na mafanikio ni kujipendekeza. Ukitaka kufanikiwa huo unajipendekeza kwa watu. Utafanya nini? Ukijifanya mgumu wa mimi siwezi, utasubiri sana mjini. Amen. Mungu awabariki. Amen.
Asante. Tunakupenda. Tunakupenda mno. Tunakupenda sana. Karibu. Amen. Mimi miongoni mwa watu ambao ninawapenda, Dar es Salaam kuna wachungaji 4 ambao wanahusika moja kwa moja na waimbaji. Mmoja wapo ni hapa. Mmoja wapo ni hapa. Mmoja wapo ni hapa. Na wengine tumeinuliwa hivi ni kwa sababu tulishikwa mikono na wachungaji. Msituchoke. Tuna vitu vingi tunawasumbua sana. Msituchoke. Amen. Basi karibu kae baba, tunakupenda. Baada ya hapo tuna mama yetu, karibu. Watu wamejipanga Betina. Watu wamejipanga. Una Mungu Betina, una Mungu wa madhabahu hii. Karibu mama, useme. Amen. Inua mkono pepea hivi, pepea. Wow! Shilingi 500,000 na benki. 500,000 imetoka benki. Sasa karibu. Wale wa Kariakoo naomba tuje. Tena toka kwa hatua. Unaona wenzenu 500,000, milioni 1.5, milioni 2. Hapo tunaamini wale wa Kariakoo ndo wanamiliki hela. Karibu ni mseme tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilinunua hii flash kwa 100,000. Sawa. Safi sana. Shilingi 100,000. Mungu akubariki sana mama, asante. Karibu sana. Ukimaliza kutoa unaondoka. Wale wanaochukua hela mnaenda kuchukua hela sasa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tainunua fresh kwa shilingi 10,000. Okay. Mama, tuseme kweli. Dada umetokea Kariakoo, umetokea Tandale. Si Kariakoo? Kariakoo. Alimtumia shilingi dada yake. Achana dada yake, huyu ni yeye. Umeona kumwakisha dada. Na nywele hizo 10,000. Ongeza kidogo pata 10,000 nyingine. Utamtumia. Njoo dada, njoo. Baba, katika jina Yesu tunaondoa roho ya ubahili kwake. Anapokuja kwenye tamasha na akiwa na sifa kutokea Kariakoo, tumuone anatokea Kariakoo. Kwa jina la Yesu.